Mimi naenda kuwa governor one term. 2032. Mimi ile one term ndio naitaka. 2032 kwenda state house. Na hii ni mambo ambayo mimi sijai plan sahihi. Kwa hivyo watakaa pamoja. Tukibaki hapo nikiguzia hiyo tu. Tukikaa pamoja, watoe mtu mmoja kukuwa rais wa nchi. Huyo mtu pia apige term moja. 2032 wawachie babu. Kwa hivyo hiyo ndio mipango, hiyo ni mipango ambayo kunapeleka kwa Linda Mwananchi kwamba atakaambia tumekaa chini kama maviongozi, tukamwambia sisi wote ni viongozi hapa. Pigeni one term, mimi pia napiga term moja ya governor. Kisha tutafute rais. Mimi mwenyewe nitaenda rais 2032. Hiyo 2027 nimewachana nayo. Kwa hivyo hata Sifuna ushamwambia anajua kwamba ikiwa Sifuna atakuwa mgombeaji anaenda one term. Aende one term. Apige one term, babu achukue 2030. Ikiwa ni Kalonzo ushamwambia apige one term. Awachie Babu Owino 2030. Ikiwa ni Matiang'i one term. One term. Mimi niende pale nitapiga 2 terms. Kwa sababu nitafanyia wananchi kazi. Tukuamini namna gani kwamba nia yako ni kuwa governor na kushughulikia mahitaji ya Nairobi wala sio kupata mpenyo ya kuwania nafasi ya urais? Ili nitoke kwa governor niende niwanie kwa rais. Lazima kazi nifanye hapa county government of Nairobi, ndio wana Nairobi waseme ya kwamba Babu ametufanyia kazi vizuri, sasa tumpeleke juu. Tutakuaminiaje kwamba Babu Owino nia yako si kupora county uende upige nao campaign ya president 2032? Hujaisikia any audit report ya kwamba Babu amepora mali ya Wakenya. Nataka nikusomee some of the things yenye nimefanya. Pale tumetengeneza a total now of 88 roads in Embakasi Mashariki. Kila shule nimenunulia basi. Kila shule nimejenga madarasa. Nimejenga, there are 2 more schools nimeshajenga imeisha sahi. Every school in Embakasi East nimefanya renovation zote. Hiyo ni representation tumepewa. Nakuja hapo. Nakuja kwa hii mambo ya bills. Don't worry about it. Ndio niko bunge ndugu yangu. Maji pale hakuna shida. Tumeweka 28 boreholes. Sasa hizi tuliweka pale water reservoir. Iko pale Embakasi Garrison. Ina supply maji kwa wana Embakasi Mashariki wote. Hiyo ni kazi side ya maji. Makampuni ambazo ziko Embakasi Mashariki niliongea nao, wananipatianga nafasi hapa na pale, na ingiza mavijana na wamama wetu wako pale. Table banking sahi ya wamama yenye iko juu yenye nilianzisha iko na around 8 million sahi. Yenye wanakopesha pesa, wanaregesha, wanafanya nao biashara, na kuna table banking zingine yenye tumeanzisha kwa hapo chini yenye nasaidia wamama wetu. Tukuje bungeni. Bili ya kwanza yenye nakuja second reading ya Babu Owino, a private bill yangu yenye nasaidia ni bill yenye ya ku-expunge petty offenders of their criminal records from the system. So tunasema ya kwamba the moment umeshamalizana na hii, umelipa fine ama umeserve, inafaa hiyo criminal record yako itolewe so that ile certificate of good conduct ibaki iwe safi. Cases yenye tumewachana nayo yenye hawatatoa criminal records ni kama sexual offenses, mambo kama za defilement, rape, mambo za capital offenses. Kuna cases za murder, kuna cases za robbery with violence. Cases kama hizo, treason, hizo bado zitabaki. Lakini hizi cases light petty offenders utapata misdemeanors. Utapata hawa watu wetu wanakosa opportunity. Mtu ametoka jela, ameserve hata 6 months. Akitoka nje ana lose hope because akienda kutafuta kazi inasemekana ya kwamba alishafungwa. Huyo mtu anakuwa punished double. Amesha serve na tena akitoka nje haizi pata opportunity. Another important bill yenye iko in my name, the Kenya School of Law Amendment Bill. Hapa over 8,000 students across the country wana shida. Mtoto wako umempeleka shule, ameanza kwa diploma, amefanya law. Kumaliza diploma anaenda degree. Amemaliza degree, amepata first class ama amepata pass. Akafanya masters ya law. Ati huyu student haizi join Kenya School of Law ili awe wakili kama hakupata either a B plain in English or Kiswahili in KCSE. Na huyu student amesha prove that anaweza work hard. Sasa nimeleta bill ya kuamend hiyo bill
kusema ya kwamba so long as uko na degree in any recognized institution of higher learning, lazima ujoin Kenya School of Law, kwa sababu pale pia iko na mambo yake. Kuna shabiki anauliza, if Ruto wins re-election na wewe pia kuwa governor, how will you work with him? Ni swali tu. It is not about Babu Owino, it is not about President Ruto. It is about the people of Nairobi. It is about Kenyans. Hatuendi pale kuweka ego kwa maneno ya kazi. Iwapo mimi niko mrengo ya Linda Mwananchi, opposition, na mimi najua opposition candidate atashinda uchaguzi. In case of anything, the most important thing, Gidi, ni kuweka interest of Kenyans kwanza. Kuna functions ya governor, county government, yenye governor anafaa fanye, governor stick to the function. Kuna function yenye tataka ushirikiano. Yes, our relationship mimi na Ruto ni mbaya sana. Hata kwa sasa hivi iko mbaya sana kwa sababu ya kisiasa. Different ideological differences. Tunakubaliwa kwa sababu ya demokrasia. Kwa sababu mimi na support mrengo tofauti. Iwapo itafika, that is tomorrow's problem, not today's problem. Nani ndio kiongozi wa Linda Mwananchi? That Mr. San is the king of the day. Rules over the day. Babu Owino. Mr. Sun is the king of the day. Babu Owino rules over the day. Mr. Moon is equally king of the night. Rules over the night. These two hakuna conflict of interest. Unaelewa? Babu Owino kati ya Sifuna anaenda rais ama atakuwa naibu wa rais. Yes. Babu Owino anaenda governor wa Nairobi. There is no conflicting interest. Ninasikia watu wengine wakisema ama nyota ya Babu imeenda. Kwa hivyo nani ndio kiongozi wa Linda Mwananchi? Nani ndio kiongozi? Haina kiongozi. Everybody is a principal in Linda Mwananchi. Kila mtu anapewa ile heshima yake. The reason why we came together as Linda Mwananchi ilikuwa simple. Sisi wote tukae kwa meza to make decisions. And that is how it has always been. Kuna wakati juzi ulinyang'anywa microphone kwa sababu ya protocol, ambapo ilikuwa inasemekana kwamba labda kulikuwa na pecking order fulani. Na ulijisikia vipi hiyo siku? Ile ni a fart of the mouth. That was a fart of the mouth, not of the bottom. If United Opposition waamue kwamba Rigiji ndio presidential candidate, wewe utampigia kura na kumpigia campaign? Ndio. Okay. Ndio, mbona nichukie Rigiji? By the way, na mbona tuna demonize Rigiji every time? Watu wengine wanaanza kudemonize Rigiji. Ni nini mbaya amefanya? Kwani Rigiji ndio the cause of unemployment in Kenya? Si yeye. Rigiji ndio the cost of taxation in Kenya? Sio yeye. Rigiji ndio ameleta SHA? Sio yeye. Rigiji ndio ameleta hii maneno ya housing levy ya kukata tax ya watu? Sio yeye. Rigiji ndio ameleta high cost of living? Sio yeye. Did you at any time bang the table on former Prime Minister Bwana Raila Odinga ama Baba the late when you failed to become chairman of PSC? Raila Amolo Odinga mwenyewe ange come out in public, angeongelesha watu juu ya hiyo kitu in public. Raisi baba amefariki, kila mtu anasema baba aliniambia hivi, baba aliniwacha hivi. Kila mtu ako na version yake. Wenye waliwachiwa will wanasema will ilikuwa 3 days. Wenye waliambiwa wako broad based waliwachiwa huko. Sasa baba ni kama aliambia kila mtu kivyake na ni notion mambo tofauti. Kwa bahati mbaya, Mheshimiwa Babu Owino umepoteza kiti ugavana na pia Linda Mwananchi imepoteza kiti urais. What next? Nitapotezea nani kiti? Sema kwa bahati mbaya haina candidate. My brother, hakuna mtu mwenye anaweza nishinda kwa kiti ya ugavana wa Nairobi. Hakuna. Hakuna sahihi kwa hii ya 2027 baada hajazaliwa. Mwenye atanishinda kwa kiti ya 2027 governor, zoea governor wako mapema. Mimi ndio governor wako. Hakuna kitu atiikiwa kwa bahati mbaya. Hakuna kitu kama hiyo. Unaenda kushinda. Mimi ndiye governor wako wa Nairobi 2027. Hakuna anybody hapa.